kushika moto kabisa. Asante sana. Ukiangalia Wakorino wameanza kujipanga kwa uzuri Kabisa. Mara kwanza walionekana ni kama hawayuko nyumbani. Walikuwa wameregea. Lakini sasa wameanza kujiona wako nyumbani kabisa. Wameamka kuamka. Wana bodaboda FC wanacheza kwa uzuri kabisa na chapa juu. Refa anasema ni throw ball upande wa. Haya, mpira unachezwa kwa uzuri kabisa. Anakwenda Jonte. Naona anakwenda vizuri na mpira. Anapata nafasi nzuri. Anamtafuta mwenzake. Lakini kipa wa Wakorino FC anafanya kazi safi kabisa. Nafasi hii ni ya nani? Nakwambia Wakorino anakwenda na mpira anakwenda. Anaenda vizuri kabisa. Anamtafuta mwenzake lakini anacheza kitu inaitwa blind pass. Hamuoni mwenzake. Haya, bodaboda FC. Wanacheza lakini anakwenda kurushwa kuelekeza upande wa bodaboda FC. Haya, Wakorino wanarusha mpira lakini wamebaki ni kama wamebaki nyuma zaidi. Wakorino wote wamebaki nyuma zaidi. Haya, mpira unarushwa inakuwa ni kurushwa kuelekezwa kwa Wakorino FC. Na pia hapa kuna mayai, watu wasikai njaa, kuna mayai hapa. Kwa hivyo ukiwa hapo unasikia njaa, unao mkono unaletewa mayai hadi ulipo. Haya, Wakorino FC inakwenda kurusha kuelekezwa lango la Wakorino FC. Asante sana. Wanarusha kabisa. Wanapata nafasi lakini Wakorino, nakwambia goalkeeper ya Wakorino anafanya kazi safi kabisa. Nafasi hii ya Wakorino FC anakuja na mpira. Anakuja lakini anarusha mpira lakini refa anasema ganga maana mwanaume ni kujituma. Haya, anacheza kwa uzuri kabisa. Mpira unarushwa. Haya, wacha tuone mambo jinsi itakavyokuwa. Wewe ambaye unaungana nasi, Wakorino FC wako moja, bodaboda FC pia ni moja. Mpira ni moja kwa moja. Wote hakuna tafadhali wacha washabiki wasiingie kwa kiwanja, wache tuone mpira kwa amani tafadhali. Security ambao wako mahali hapa, msikubali mashabiki waingie kwa uwanja tafadhali. Haya, wacha tuone itakuwa ni namna gani. Anatendeka go. Wana bodaboda FC wanapata bao la pili na kwa mimi imepigwa free kick na kwambia kipa wa Wakorino FC akapangua, lakini mwingine akasema tukipangua lazima tupate bao. Inakuwa ni bodaboda FC mawili, Wakorino wanakuwa na bao moja peke yake. Basi mpira unapelekwa katikati wa kuanza kabisa. Wakorino FC moja, bodaboda FC wanakuwa na bao mawili. Asante sana. Sijui mwenzangu, ukiangalia kama Wakorino FC wamejipanga mzuri kulingana na maoni yako, unaona aje? Kwa maoni yangu wale Wakorino wamejipanga vizuri, lakini finishing ya mpira hawana. Lakini mimi nikiangalia ni kama wote wanarudi mbele sana, nyuma inakuwa hakuna watu. Wakorino tunaomba wapangwe na coaches wao. Haya, Wakorino FC wanacheza kwa nzuri kabisa. Wanakuja mpira. Wako na nafasi nzuri. Wanapata nafasi nzuri. Lakini defender wa bodaboda anawaambia hapa hamupiti na hamupiti kamwe. Basi inakuwa ni moja kwa moja. Goalkeeper wa bodaboda FC anachukua mpira kwa uzuri kabisa. Anamtafuta, anajipanga na vijana wake. Anakwenda kwa uzuri kabisa. Anasema nini? Tuzidi na mpira wetu. Wanakwenda, wana bodaboda wamejipanga kwa uzuri kabisa, lakini Wakorino FC wanasema hapa hamunipi kitu, hamupiti. Wanacheza kwa uzuri kabisa. Basi kwa unaungana nasi, bodaboda FC wako moja, Wakorino wako bodaboda wako mawili, Wakorino wako moja. Haya, wanakwenda kwa uzuri kabisa. Anakwenda bodaboda FC, anaenda ako na mpira. Anarudisha nyuma, ametafuta Jonde na mpira. Jonde, Wakorino FC amechukua. Ikiwa ni mwekezaji uliweka 4.5
nikidhani hapo utapata. Haya, Wakorino wanacheza kwa uzuri kabisa, wanakwenda, anasema nini? Ganga mana kijana. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa Wakorino. Haya, hawaonani kwa kabisa, hawaonani Wakorino. Itabidi kama wanataka kupata ushindi mahali hapa, lazima wapate kuonana, kwa sababu wanapata nafasi, lakini kuonana inakuwa ni tabu. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa, wana Bodaboda FC wanagonga moja kwa moja, wanaambiana mpira ni moja kwa moja. Haya, Wakorino FC na mpira. Wanacheza kwa uzuri sana. Haya, anacheza, inakuwa ni kurusha kuelekezwa lango na Wakorino FC. Mpira inarushwa kwa haraka kabisa, inakuwa bado ni kurushwa kuelekezwa lango na Wakorino FC. DJ mziki kidogo, chini ya maji. Kipa anapatiwa mpira moja kwa moja, anarudisha, anasema kazi ni yenye ya kurusha mpira huo kuelekea lango la Wakorino FC. Kipa anaenda kurusha ile mpira. Haya, Wakorino FC mrefu anageresha, anacheza, anarudisha wapi? Haya, anakuja, inakuwa ni kona kuelekezwa lango na Bodaboda FC. Wacha kuweka wimbo kwa sababu ya copyright, itagonga copyright hapa. Haya, tuko na hivyo mahali hapa. Wale ambao wanatazama kwa nyumbani, ni mechi kati ya Wakorino FC na wana Bodaboda, na kuambia mpira inakwenda kurushwa, kona kikinena kutandikwa. Wacha tuone kutakuwa vipi. Mpira unakuja, hatari imekuwa, mpira umeletwa vizuri kabisa. Wakorino amesema wacha nishike kilemba na mkono, inakuwa ni 2-2. Wakorino amesema kilemba wacha nishike kwa mkono ili niweze kuichanja mzuri kabisa, inakuwa ni mpira mzuri kabisa, 2-2. Chini ya maji. Inakuwa ni bao safi kabisa, ambayo imekuwa ni corner kick, na kuambia imegongwa mzuri kabisa. Wakorino amesema hata kama niko na kilemba wacha nijue niweke kwa mkono niweze kuweka kichwa kabisa. Mpira inapelekwa katikati, inakuwa ni wana Bodaboda FC wanaanzisha mpira wao. Wanasema ndio hapa na bendera kabisa. Haya, wana Bodaboda wanacheza kwa zuri, anachapa mpira juu kabisa. Wanapata nafasi nzuri, wacha tuone hatari kidogo, inatolewa kwa nzuri kabisa na wana Wakorino FC. Wanacheza kwa nzuri kabisa, wameanza kujisikia wakiwa nyumbani wana Wakorino FC. Lakini nakuambia usije ukasahau, wewe ambaye unaungana nasi, ni mechi kali kati ya wana Wakorino FC pamoja na wana Bodaboda, ambaye mabao ni 2-2. Tuko live kwa YouTube, kwa Facebook. Na usisahau tuko live kwa Facebook ya Watoro wa Madha. Wewe ambaye uko hapo hivi unataka kuona mechi moja kwa moja, ingia Facebook, tafutana na Watoro wa Madha. Tuko live na kuambia mechi kati ya Wakorino FC pamoja na wana Bodaboda na Lazarus Precious Media. Lazarus Precious Media pia na kuambia tuko live kabisa ndani. Ukifuatilia yoyote unapata mechi moja kwa moja, na kuambia hatari kwa mlango. Imekuwa ni hatari kabisa, lakini wana Bodaboda wameshindwa kumalizia mechi. Haya, bado mpira uko na wana Bodaboda FC, wanachapa kwa uzuri kabisa, lakini kipa anasema hii ni chakula yangu, na ninaona kwa uzuri kabisa. Nakwambia ni mechi kali sana kati ya Wakorino FC na wana Bodaboda FC. Mwenzangu, sijui kama unaona Wakorino wameanza kufanya jambo. Wana Wakorino FC wameanza kujikakamua, wameanza kuamuka. Ukiona wanachangamuka kabisa. Bila walikuwa wanabaki, unaona wengi walikuwa wanabaki nyuma, lakini sasa hizi wameanza kujituma kabisa. Wamejituma. Wameanza kujua kupata mpira, wanasonga mabao 2-2. Mabao ni 2-2. Wewe ambaye unaungana nasi, ni wana Wakorino wako mabao 2. Bodaboda FC wako na bao 2. Na tuko live kwa simu. Tuko live kwa Watoro wa Madha. Ukiwa hapo hivyo unaingia Facebook yako, atafuta Watoro wa Madha, na kwambia unapata mechi live kabisa. Na Lazarus pia nakwambia unatupata moja kwa moja mechi ukiwa hadi hapo nyumbani. Haya, wana Bodaboda wacheza kwa uzuri kabisa, anachapa vizuri kabisa, lakini kipa anasema hii ni chakula yangu. Sijui mchezaji wa Bodaboda FC alikuwa anateta nini, lakini kipa amesema kazi ni yangu na wewe fanya yako. Haya, wana Bodaboda wanacheza kwa uzuri kabisa,
wanakwenda kabisa. Haya, Wakorino FC ndio hao sasa. Haya, wanaenda kwa anaanguka jameni, kijana anaanguka. Refa anasema amechezewa visivyo. Ya kwanza alijiangusha mwenyewe, lakini ya pili akachezewa mbaya kabisa, na refa akasema cheza kwa uzuri na kuwa ni nini? Free kick. Kielekezo upande wa Bodaboda FC 44. Mpira imedhaminiwa na Mafaka Michael Ngoge Karanja, MP Loisambu. Haya, Wakorino FC wamepata free kick, wanapata kuchapa ikabu. Wacha tuone mambo jinsi itakavyokuwa. Anatandika mpira kwa uzuri, lakini inakuwa kipa anasema hii ni chakula yangu. Nakwambia ametandikiwa ikabu kwa uzuri kabisa, akapangua, akarudi akisema hii ni chakula yangu. Haya, wana bodaboda wanacheza kwa uzuri kabisa, wanakwenda, anatoa nje, inakwenda kurushwa kuelekezo lango na wana bodaboda FC. Haya, ndugu yangu anarusha kwa uzuri kabisa, anacheza. Refa anasema hujarusha mzuri, rudia tena, rusha mzuri jameni. Anasema tuende kazi. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa, wana bodaboda wanaenda, inakuwa ni aje? Wakorino FC wanatoa, inakuwa ni kurushwa kuelekezwa lango ya Wakorino FC. Usije ukasahau ukihitaji mayai, kuna mayai hapa hivi. Kwa hivyo popote ulipo, wanatoa mayai popote ulipo, na unakuwa ni wakusikia nzuri kabisa. Haya, mpira unachezwa, inakuwa Wakorino, huyu kipa wa Wakorino FC anacheza mzuri kabisa. Ukiangalia ameokoa kama bao kama 3 hivi. Ameokoa. Unaona bodaboda wanapata nafasi nzuri, lakini kipa wa Wakorino FC anasema hii ni chakula yangu. Tunasema kipa wa Wakorino FC anakaa Medi. Yes kabisa. Haya, wana bodaboda FC wanacheza kwa uzuri kabisa, lakini Wakorino anasema wanacheza kwa uzuri. Wanacheza, anauliza wenzake, bodaboda FC anauliza mwenzake, mko wapi? Mko wapi? Naye mwenzake anamwambia tuko hapa. Wanacheza kwa uzuri, lakini wananya inakuwa aje? Inakuwa Wakorino anaenda amenyang'anywa na John Day. Kuna kijana mdogo pale anajituma kwa uzuri kabisa Wakorino pale hivyo. Na ukiangalia ni alifanya penalty ikapatikana. Inaona anajituma kwa uzuri kabisa sana. Na ikiwa huyo kijana atazidi kucheza hivyo, basi atakuwa kwenda mbali zaidi. Haya, usije ukasahau mechi iko na moja kwa moja. Ukiingia Facebook yako unatafuta Watoro wa Madha, unatupata moja kwa moja hapa uwanja wa Githurai Sport Ground mji wa 44, na pia kwa Lazarus Media unatupata pia moja kwa moja, na kuambia tuko live mechi hii kati ya Wakorino FC na wana bodaboda FC. Mpira imedhaminiwa na Michael Ngoge Karanja kabisa, MP Loisambu. Haya, mpira warushwa na wakurushwa kuelekezwa na Wakorino FC. Inarushwa. Haya, wanatupa mpira, anatoa tena mpira. Haya, wana bodaboda wanapata nafasi nyingine, anacheza, inakuwa sasa ni Wakorino, mpira na kurushwa kuelekezwa lango ya wana bodaboda. Anasema rusha kwa haraka tuende kabisa. Mpira inachukuliwa. Haya, wanaenda kwa kabisa. Haya, na mpira inachukuliwa na wanabodaboda nzuri kabisa, nakwambia. Wakorino wanajisikia nyumbani. Tena mpira, lakini kipa amesema niko. Ikiwa kuna mtu ananifurahisha ni mwanakipa wa Wakorino FC. Kipa wa Wakorino anacheza kwa uzuri kabisa, anafanya kazi yake. Haya, wanabodaboda wanapata mpira wanakwenda. Inakuwa ni Wakorino nafasi, lakini anaambiwa hapana. Wakati umechezewa, refa anasema hufai kushika mpira, kazi ni yangu, usifanye kazi yako. Basi unagoja refa anachapa filimbi. Uamuzi wangu. Usifanye uamuzi wako. Basi mpira unakuwa ni kabu kuelekezwa nango na Wakorino FC. Anaenda kugonga kijana mchanga, kijana barubaru. Wale anatandika, anapata nafasi, lakini defender wa Wakorino FC anasema hapa utanikelea. Kipa yuko sawa. Shika mpira kwa kabisa. Kipa yuko sawa. Wakorino wamesherekea pale. Nakwambia kipa wa Wakorino FC anacheza vizuri kabisa. Anasema, nakwambia hapa kazi ninafanya. Sijui refa anasema nini.
Nakwambia Korino FC wanacheza kwa uzuri kabisa. Kuna mazungumzo kati ya refa na wachezaji. Wacha tuone refa ataamua namna gani. Refa anasema nini? Mashabiki wa Korino wamefurahia pale. Wanasema tuone kabisa. Wamefurahia zaidi. Naona kazi wa 44 wamejitokeza kwa wingi pamoja na mashabiki wa Korino FC. Yohana anakuja. Yohana amegelesha. Wanashika moja kwa moja. Ameshika Yohana. Wana bodaboda ameshika Yohana kabisa. Haya, wanaambiwa ni kabu kuelekezwa lango na bodaboda FC. Anakuja kuchanja kijana wetu ambaye anaitwa kama Jeremia. Hapana, huyo ni Jeremia, si wote Yohana. Huyo ni Jeremia. Tuone Jeremia venye atapiga mpira. Jeremia anauliza wenzake, muko wapi watu wangu? Analeta bloko. Inakuja mpira. Inaletwa kabisa. Inakuwa. Refa anasema nini? Toka nje. Lakini refa hakuona handball. Ulikuwa na handball ya Korino lakini imesema tuendelee. Refa anasema kazi ni yangu, wewe fanya yako nami nifanye kazi yangu. Basi Korino wameanza kujituma kwa ubaya kabisa. Haya, Korino unatupa kabisa. Unaenda wana bodaboda FC wanacheza kwa uzuri kabisa. Anakwenda anakata wa kwanza wa pili, anampatia mwenzake naye anamtafuta mwenzake pia, anacheza Jonte na mpira, anamtafuta Kama anacheza kwa uzuri kabisa. Kama anaambiwa nini? Kama na mpira bado, Kama anacheza anapata nafasi lakini anakuwa hajajipanga. Haya, bado mpira ni wa Githurai. Kuna mtu ameangushwa hapa. Refa, sijui kama unaona kuna mchezaji ameumia mahali hapa. Mchezaji yako chini. Kuna mchezaji ameumia. Kwa hivyo apata matibabu moja kwa moja. Mpira unasimamishwa kwa sababu ya mchezaji ambaye amepata injury mahali pale hivyo. Na ikiwa unaungana nasi, usije ukasahau Korino FC wako mawili, bodaboda wako mawili. Na pia usije ukasahau unapata mechi moja kwa moja kupitia Facebook yake Watoro wa Mada pamoja na nani? Maikongo Karanja Media unapata pia live na kuambia mechi moja kwa moja ukiwa hapo nyumbani. Tuna make sure unapata kambumbu moja kwa moja tukiwa hapa hivi Githurai Sports Club, na kuambia mechi imekuwa kali sana. Naona Wakorino wanaitwa wanaambiwa jipangeni vijana wetu. Wanaambiwa kocha sio Wakorino anawaambia lazima mkubali kujipanga ikiwa mnataka tupate ushindi. Haya, wacha tuone jinsi mambo yatakavyokuwa. Haya, Wakorino FC wanacheza, anachepa mpira kwa uzuri kabisa, lakini inakuwa hakuna mtu yeyote. Kipa anadaka mpira kwa uzuri kabisa, anachapa mpira, anakwenda nani? Haya, bodaboda FC wanacheza kwa uzuri kabisa, wanakwenda anasema wacha tujipange kwa uzuri kabisa. Wana bodaboda wanajipanga kwa uzuri, anakwenda kijana wetu. Hapo inakuwa ni ganga mara ama refa anasema nini? Refa anasema ni kabu kuelekezwa lango na Korino FC. Ikiwa ndio unaungana nasi moja kwa moja, basi Korino FC wako bao mawili, wana bodaboda pia wako mabao mawili. Usije ukasahau tuko kiwanja ya Githurai Sports Center hapa mji wa Githurai 44. Haya, mpira unachezwa kwa uzuri kabisa, inakuwa bado ni kurushwa. Basi mwenzangu, tupeleke moja kwa moja kwa mechi yetu. Tukiendelea pale na mpira, kipa wa Korino Stars yako na mpira wakati sasa anatafuta nani? Anatafuta Yohana na mpira. Yohana anatafuta nani? Yohana anageresha 1-2. Yohana amenyang'anywa. Kama wa bodaboda FC anarudishia kama anatafuta nani? Kama na mpira. Yohana na mpira. Kuna Korino mchezaji pale ako chanja sana. Jeremia anakuja, Jeremia na mpira, Jeremia geresha 1-2. Anapea Yohana na mpira. Yohana na mpira anatafuta Jeremia. Mpira karibu sana. Na kipa wa bodaboda FC anachanika mpira kwa uzuri kabisa.
lakini kipa anasema kazi ninafanya kwa uzuri kabisa. Usije ukashangaa watu wanauliza huyo kipa anachezea timu gani? Huyo kipa very soon anaingia Manchester United, huyo wa Corino FC, kwa sababu ukimuona ni goalkeeper ambaye anafanya kazi safi kabisa. Usije ukasahau Corino FC wako mabao mawili, wana bodaboda wako mabao mawili. Wanacheza kwa uzuri kabisa. Mpira inakuwa nje. Naona referee anasema kuna sabu inafaa kufanyika upande wa wana bodaboda FC. Upande wa wana bodaboda wanataka kufanya mabadiliko. Wacha tuone. Wewe ambaye uko hapo nyumbani unatupata live kupitia Watoro wa Mother Facebook live. Na nakwambia kuna jina lingine hapo ngumu ni kama nitaandikiwa. Kwa sababu tuko live kabisa kwa media mingi. Pia nyingine inaitwaje? Lazarus Impressions Media. Kabisa. Na ukitaka kupata habari mwahondo ukiingia kwa Lazarus kwa YouTube yake, basi nakwambia huwa anatuwekea mambo mazuri kabisa. Ni pale ndani ya YouTube ya Lazarus, na ndio Mokorino pekee ambaye yako na sababu mingi zaidi na views wengi zaidi, na tuko naye ndani ya nyumba. Haya, wana bodaboda wanacheza kwa uzuri kabisa. Wanacheza, wanaenda, wanatuma kwa uzuri, anakwenda, anamtafuta mwenzake. Watu wako inatolewa kwa uzuri kabisa. Wakorino wanasema hapa hamtapita. Hapa hampiti kamwe. Haya, kuna kijana pale anacheza kwa uzuri kabisa. Anacheza lakini anaambiwa ganga maana jameni. Anacheza kwa uzuri kabisa. Hawa na Wakorino wanajipanga kabisa. Sana. Wamebadilisha mechi, ni kama kuna mambo ambaye kocha wao amewaeleza, kwa sababu wameanza kuonekana kana kwamba wako nyumbani kabisa. Wameanza kujitokeza. Tuko moja kwenye kiwanja cha Githurai Sports Center, moja wa Githurai 44, na pia tuko live kwa mtandao. Ukiwa kwa Watoro wa Mother Facebook, basi utapata mechi hii moja kwa moja. Na Lazarus. Haya, Wakorino wanajituma. Haya, Lazarus Impressions na kuambia pia media wako ndani ya nyumba. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa. Wanakuja. Lakini kuna kijana anasema toa uchafu kwenye lango letu, anachapa moja kwa moja. Haya, tunaenda vizuri kabisa. Wana bodaboda wanapanga mechi yao mzuri, lakini mpira unakuwa ni wa kurushwa. Unakuwa wa kurushwa kuelekezwa upande wa Corino FC. Haya, Wakorino mabao ni magapi mwenzangu? Mabao ni 2-2. Wana FC wako bao mawili, wana bodaboda Githurai wako bao mawili. Kwa hivyo mechi ni 2-2. Haya, mwana bodaboda anacheza lakini amechezewa visivyo. Amechezewa kiatu. Inataka kucheza ngoma. Haya. Inakuwa ni nini? Inakuwa ni kabu kuelekezwa lango na Wakorino FC. Wacha tuone. Nimesikia inaitwa kwale kabisa. Walimu wenzangu hapa nyuma. Haya, wanachapa mpira. Kipa anatokea. Imekuwa ni hatua ya kale. Kipa wa Corino FC anaambia wenzake, mnaniacha mnaenda wapi? Mnaacha nafasi mnaenda wapi? Haya, inachezwa kwa uzuri kabisa. Mpira haya, hatari kwenye namba go. Inakuwa ni offside. Refa anasema ni offside. Haya, mpira inakuwa ni wa Corino FC. Inakuwa ni anakuja. Kipa ameiacha. Mwenzake anamwambia cheza mpira mzuri, weka mpira chini utafute mtu. Haya, wana bodaboda FC wanakwenda kuzuri. Wanaenda. Ikiwa wengi wanashangaa Wakorino wanajulia wapi mpira. Haya, mpira chabo lakini atakuwa ni wa kutoka nje moja kwa moja. Wengine wanauliza Wakorino wanajulia wapi mpira, wanajua Wakorino waimbaji. Lakini siku ya leo unashangaa zaidi kuona Wakorino waje kucheza kadanda. Na goalkeeper wa Corino FC very soon. Nasikia anajua ni Manchester United. Kwa hiyo tumtakie kila laheri. Haya, mpira inachezwa nje. Corino FC anachezea mpira ukiwa nje. Mwenzake anaona mkono anasema, "Mambo vipi ndugu yangu, unachezea mpira ukiwa nje?" Haya, unakwenda kurushwa. Haya, bodaboda FC anarusha mpira kwa zile. Anacheza. Corino FC anatoa nje. Inakwenda kurushwa kuelekeza lango ya Corino FC. Haya, tunazidi kutamba kabisa. Corino FC huyo kijana anajituma zaidi. Refa ako ndani ya kiwanja, sijui kama
nafikiria kama mpira iko karibu kufika half time. Unacheza kabisa, inakuwa ni kutoka nje kabisa, inakuwa ni kutoka nje. Sijui refa anasema dakika imebakia dakika ngapi? Twende mapumzikoni. Refa anasema imebaki dakika moja. Wewe unaungana nasi, Akolino FC wako mabao mawili, Bodaboda pia wako mabao mawili. Usije ukasema tupata moja kwa moja kupitia Githurai Sports Center, mji wa Githurai 44, na pia unatupata live kupitia Facebook yake Watoro wa Mala kwa maana ya Lazarus Media. Tuko moja kwa moja na kwambia mechi ni kali zaidi. Na mpira umedhaminiwa na Michael Ngoge Karanja, Mpilo Isabu, na jina lingine anatambulika kama Mafaka. Haya, mpira unakwenda kurushwa kuelekezwa namna wapi? Inaelekezwa namna Bodaboda FC ama 44. Haya, Akolino FC unapata wanarusha mpira. Haya, mpira unakamilika ukiwa ni kipindi cha kwanza. Akolino FC mabao mawili, Bodaboda FC mabao mawili. Na kwa nini imekuwa ni ngoma ya kukata na shoka? Mashabiki wa Bodaboda wanasema tuko chonjo, Akolino FC fans wanasema tuko chonjo kabisa. Basi DJ tupe hii ngoma yake Watoro wa Mala ambaye inasema bendera, kwa sababu wao Akolino wanasema ni sisi tuko na bendera. Na kuambia tukutane kipindi cha pili. Na mpira umedhaminiwa na Michael Ngoge Karanja, na jina lingine anajulikana kama Mafaka, MP Loisambu. DJ achilia. DJ, sasa wakati huu wana mashabiki na wenzetu, tumefika wakati wa kutumbuizwa. Mheshimiwa amefika, Michael Ngoge Karanja, kwa jina lingine anajulikana kama Mafaka. Tunaona mheshimiwa amekuja kuungana na mechi kati ya Akolino FC na wanabodaboda. Mheshimiwa akasema siku ya leo lazima awe kwa uwanja na pia kuja jionee mechi. Nakwambia wewe ambaye unaungana nasi moja kwa moja, basi ni mechi kati ya Akolino FC pamoja na wanabodaboda, mechi ikiwa mawili kwa mawili. Sasa wakati huu tunafika wakati wa kutumbuizwa. Tunatumbuizwa na mwimbaji anaitwa, waimbaji ni wengi hapa, tuko wakati wa matumbuizaji. Naona Akolino wanafurahia moja kwa moja pamoja na mheshimiwa, wanafurahia kabisa. Wanasema Muhesh, tumekuwa na ukikuja bila shaka tutakuwa tunashinda mechi hii. Usiweke ngoma ambayo iko na copyright tafadhali, kwa sababu tuko moja kwa moja. Ati nini? Mheshimiwa anaongea na wachezaji pale, Michael Ngoge Karanja. Facebook pale, ingia katika Facebook ya Watoro wa Mala utatupata pale.
ningeomba ndugu yangu asonge hapo kando, kwa sababu nzuri ya simamia hapo ndio tutangaze mechi nzuri kabisa. Usije ukasema tupata moja kwa moja kupitia Watoro wa Mother Facebook pamoja na Lazarus Impression Media. Tuko moja ya mechi imedhamini na MP wa Roysambu anajulikana kama Bwana Mafaka, na pia yuko mahali hapa Bwana Michael Ngoge Karanja. Haya, mechi na mwana bodaboda anatoa bado mechi, anatoa mpira. Haya, naona Makoreni FC anapata kabla, lakini anarushia wana bodaboda. Haya, inakuwa ni aje? Mpira inachezwa kwa zuri, lakini kipa anasema niko gangari kabisa. Usije ukasahau mawili kwa Makoreni FC. Haya, Johana amemwachia nani? Haya, Johana amemwachia Samueli. Samueli anacheza kwa zuri kabisa. Samueli anaenda. Samueli. Haya, sasa ni Jeremia. Jeremia anasema nini? Anasema Samuel hau. Anapaya Samueli. Samueli anacheza kwa zuri. Anasema nini? Tujipangeni kabisa. Bodaboda FC wako mabao matatu. Wakorino fans wamejitokeza kwa wingi, wanasema hii lazima tuchukue, hii ni yetu, hii hatuache nyuma. Basi wanajipanga kwa uzuri kabisa, wana bodaboda. Mechi inaanza kabisa, naona anagonga kabisa, anakwenda mwana bodaboda anashanga nifanye nini, nimtafute nani? Anakwenda John. Haya, pitana muona pale hivyo, anampatia Karanja. Haya, anampatia nani? Haya, tunacheza kabisa. Haya, wananyang'anyana wenyewe kwa wenyewe, wana bodaboda hawaonani, wananyang'anyana wenyewe kwa wenyewe. Haya, wanakuja wana bodaboda, defender anasema hapa hautapita, lazima nifanye kazi yangu, Haya, wana bodaboda FC wanakuja kwa zuri kabisa, anasema nini? Haupiti hapa. Inakuwa vipi? Mwana bodaboda anacheza kwa zuri kabisa. Aona anakuja. Chuguna anacheza. Anaambiwa upiti hapa. Anaambiwa hapa utapita. Wanaambiwa jipangeni kwa zuri kabisa. Mpira unarushwa moja kwa moja. Inakuwa ni hatari kwenye lango. Kinde. Mpira unaendelea kwa uzuri kabisa. Haya, mwana bodaboda anasema nini? Mwana bodaboda anasema kwa ameshika kirefu, anasema niko hapa, imemgonga Njegeke, lakini haijaguza mgongo, haijaguza mkono. Refu anasema imemgonga Njegeke, si mkono. Kwa hivyo kwa mpole jameni. Haya, refu anasema Njegeke ni makopa. Haya, anaambiwa tu nje, lakini anachapa mpira mzuri kabisa. Iko unaungana nasi basi, Wakorino FC kwa mabao matatu, mwana bodaboda kwa mabao matatu, na mechi unatupata moja kwa moja kupitia Lazarus Impression Media pamoja na Watoro wa Mother Facebook. Iko moja kwa moja na mabao ni matatu kwa matatu. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa, wanena moja kwa moja, wanacheza kwa uzuri kabisa, wanatafutana. Haya, mwana bodaboda FC bado ni yako na mpira, anacheza, anamtafuta. Haya, refa anasema tuzidi. Haya, inakuwa ni vipi? Mpira unacheza kwa uzuri kabisa. Haya, Wakorino FC na mpira, hatari kwenye lango, hatari, go, inatoka nje kabisa. Refa na kipa na kushika mpira, anasema ni chakula yangu. Mpira unarudi kabisa, hatari kwenye lango. Kipa wa Wakorino FC anasema niko gangari kabisa. Haya, mpira inachezwa, inamshinda kwa nguvu, inakwenda kutoka.
Haya, inakuwa ni hatari kwenye lango la Wakorino, hatari kwenye lango, inakuwa ni ile, lakini amemtafuta mwenzake, bado mwana bodaboda na mpira, inakuja mpira, inakuja bado, wanapangana, lakini atolewa kwa uzuri kabisa, anasema toa uchafu kwenye lango letu. Wakorino fans naona wanajituma kwa uzuri kabisa, wanashangilia wakisema vijana wetu twende 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 twende, na wana bodaboda pia wanasema hapa tunapata ushindi. Usije ukasahau mechi ni 3-3, ukiwa ni Wakorino FC mabao 3, bodaboda FC mabao 3. Haya, inakuwa ni inachapa mzuri kabisa, lakini inakwenda kutoka nje, amechapa juu kabisa. Wewe ikiwa unaungana nasi, mechi ni 3-3, Wakorino FC mabao 3, bodaboda mabao 3. Na ikiwa uko hapo nyumbani unatupata moja kwa moja kupitia Watoro wa Mother Facebook pamoja na Lazarus Impression Media, pia tuko moja kwa moja. Ikiwa mechi imedhaminiwa na mbongo wa mahali hapa kwa Michael Ngoge Karanja ama ukipenda Mwafaka. Haya, mechi inakuja kuzuri kabisa, inakuja hatari kwenye lango, inakuwa ni hatari, inatoka nje. Wakorino FC wanakutwa, lakini mpira inakuwa ni kutoka nje, mpira unatoka nje kwa uzuri kabisa. Haya, kipa anaambia watu wetu tujitume, tujipange kwa uzuri kabisa, mnanipatia kazi ngumu kabisa, tujipange. Hivyo ndivyo kipa anaambia wachezaji wake, anawaambia mnanipa kibarua kigumu sana. Haya, naona ngoja kwanza, naona kuna mchezaji ameketi chini, ni kama sijui amepata injury ama nini inaendelea. Kwa hivyo ni kama kwa maanisha itakuwa inafanyika saba, itakuwa inafanyika. Naona refa anasema tufanye sabu mahali hapa ku save time, tufanye sabu moja kwa moja. Nani anaenda kuingia? Haya, wanafanya saba. Wakorino FC wamefanya saba. Naona kuna mwenye ametoka. Naona kuna mwenye ametoka na anashikiliwa ni kama ameumua ya mguu. Basi kuna mwingine anaingia. Refa anasema tuende kazi. Refa anasema tuende kazi. Njoro naambiwa aingie kwa uwanja. Anafanya kazi Mosmos na Masai naenda. Usije ukasahau mechi ni 3-3. Basi naenda kumkaribisha. Haya. MC mwenzangu ananiambia nifanye kazi bado. Haya, wanacheza mzuri kabisa Wakorino FC. Wanakwenda. Wanacheza kwa uzuri. Sauti haiwezi enda. Niletwe maji. Tutakunywa maji na kazi itaendelea kabisa. Wakorino FC mabao 3. Bodaboda FC mabao 3. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa. Wanajituma. Wanaenda. Wanacheza kabisa. Naona Wakorino FC. Wakorino wanawaya. Wako na nafasi nzuri ya kupata bao, lakini anachapa mbele. Bodaboda FC wanasema aya. Wanacheza wanaambiana, wewe ni kijana wa kiume, ganga mada jamani. Haya. Inakuwa ni ikabu wa marefu wanasema nini? Inakuwa ni wakurushwa kuelekezwa lango ya wanabodaboda FC. Mpira unarushwa kwa uzuri kabisa. Anakwenda. Kipa anachapa kwa uzuri kabisa juu. Inakuwa ni wa kutoka. Mwana mpira mpira inakuwa imeenda nje moja kwa moja, na inakuwa ya kurushwa. Mpira hapa ni moja peke yake. Mpira nao mwetu. Haya, basi kwa ungana nasi kabisa, ikiwa unaungana pamoja nasi unatupata moja kwa moja kupitia Watoro wa Mother Facebook pamoja na Lazarus Impression Media, pia tuko moja kwa moja. Na pia usije ukasahau mpira umedhaminiwa na mbongo mali hapa Michael Ngoge Karanja, ambaye pia ilikuwa ni hatari, lakini inakuwa kushua juu kabisa, inakuwa ni kutoka nje.
Nataka nimkaribishe MC mwenzangu naye tutangazia kwa dakika 10 na najua mambo itakuwa chonjo kabisa. Mambo itakuwa chonjo kabisa. Yes. 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 Aha, thank you. Yes, barabara kabisa. Mechi inaendelea vizuri katikati ya Wakorino na wanabodaboda FC. Haya, wanabodaboda FC ndio wao. Lakini kwenye rango la Wakorino kuna Roho Mtakatifu hamwezi kumkaingiza bao lingine. Tunaenda vizuri. Haya, Johanna ndio huyo. Wanabodaboda FC ndio huyo Kamau ndio huyo. Kamau Njoroge. Haya kamoja. Lakini Daudi akatoa mpira kwenye rango la Wakorino. Tunaendelea vizuri. Hama ndio huyo. Moredekai katupa mpira nje. Tunaendelea vizuri. Haya, mechi inaendelea vizuri. Haya, wanabodaboda FC wanatupa mpira nje. Lakini Moredekai ndio huyo sasa katupa mpira ndani. Haya, ndio huyo Joshua, lakini Kamau. Joshua ndio huyo. Haya, Musa naye ndio huyo. Moses sasa ndio huyo. Wanabodaboda FC wanatupa mpira nje. Tunaendelea vizuri kati. Na MC mwenzetu hapa ako na magokos. Ako na mayai. Moja kwa bao tukijiangalia mechi kati ya Wakorino FC na wanabodaboda FC. Kabisa. Yes. Na usije kwa sauti kwa moja ndio kupitia kwa watu wa Mother Facebook na Lazarus Impression Media kabisa. Ndio tuko mundani kabisa. Na hii mechi imesimamiwa na Michael Ndege Karanja ama ukipenda Mafaka. Yeye anataka kiti cha MC cha MP. Yeye anataka mbunge hapa Roysambu constituency. Kabisa. Yes. Haya, tunaenda vizuri. Wanabodaboda FC sasa wanampiga mpira ndani. Haya, Kamau sasa na mpira. Kamau na mpira. Haya, Kamau na mpira. Njoroge na mpira, lakini Joshua kaingilia kati. Haya, Kamau na mpira. Ndio huyo Njoroge sasa na mpira. Lakini Joshua piga mpira na kupelekea Moredekai. Moredekai kapiga mpira ndani, lakini Joshua amepoteza nafasi. Ikiwa ungeona mahali hapo ndio nikidhani ungepata bao la 4 kwa sababu walikuwa wachezaji kama watatu mbele, lakini hivyo ikiwa kama ungejipanga mzuri kabisa nina uhakika Wakorino FC ungepata bao. Wanapata nafasi nzuri kabisa. Nikiwa MC mwenzangu kitazama mechi hii imekwenda kurudi nyuma sana. Ndio hiyo. Imerudi chini kabisa kwa sababu ilianza ikiwa juu sana. Lakini kama wote ni kama wametoshana nguvu. Wamechoka, hata tutumie jina wamechoka. Ile kazi ambayo ilikuwa mara ya kwanza. Ile sarakasi kabisa inakosekana kabisa. Kwa maanisha wamechoka. Lakini mechi inaendelea vizuri. Kabisa. Haya. Moredekai anatoa mpira. Joshua ndio huyo. Kamau anaangusha Joshua. Tunaendelea vizuri. Haya, mechi inaendelea vizuri kabisa. Na ikiwa unaungana nasi ndio basi Wakorino FC kwa mabao 3, Bodaboda FC wako mabao 3 pia, wametoshana nguvu kwa nguvu, mabao 3-3. Na pia usije ukasahau tu moja kwa moja kupitia watu wa Mother Facebook na Lazarus Impression Media. Hatari kwenye lango. Haya. Na ningeomba watoto waendelee mahali hapa watuumia. Ikiwa uko hapo viondoa watoto kabisa, waondoke kabisa. Hao watoto kwa kiwanja. Naona kuna watoto kwa kiwanja na naomba waweze kuendelea, wasiweze kuumia mahali hapa. Mechi inaendelea vizuri. Naona Joshua ameumiza mwenzake Mumisri. Jeremia mnaambiwa msipigane. Jeremia na Peter mnaambiwa chezeni chini. Hii ni friendly match. Hii ni kati ya Israeli na Misri kabisa. Hii ni mechi ya Israeli na Misri. Sasa Mwisraeli amegonga Mumisri. Tunaona mzuri kabisa. Ikiwa basi unaungana nasi, mechi ni kati ya Wakorino FC pamoja na wanabodaboda kwa mechi tuko 3-3. Kwa majina lingine ni mechi ya wana Misri na wana Israeli kabisa.
Wewe ambao hauoni mechi kwa sababu watu ni wengi, ingia kwa Facebook yako, tafuta Otoro Amadha, utakuwa unapata moja kwa moja. Ama unaingia pale kwa Lazarus Impression Media, pia unatupata moja kwa moja na utakuwa unafuatilia mechi moja kwa moja kabisa. Haya, inakuwa ni kama kuelekeza kwa Korina FC. Haya, wacha tuone mambo itakuwa namna gani. Wana Misri wanapiga mechi kwa Waisraeli. Kipa wa Korina ulizo huko chonjo, wako fiti kabisa. Anasema mimi niko ngangari kabisa. Haya, mechi inaendelea vizuri. Mabao ni 3-3. Kipa wa Korina anasema nini? Acha tusikie kipa wa Korina anasema nini. Dakika ya mpira bwana. Tujui kama mpira unaisha sasa hatujui. Inakuwa kazini go. Haya, inakuwa. Kama unakutoa mpira. Haya, inaenda vizuri. Haya. Inarudishwa kwa Korina FC. Mpira inakuja. Wana bodaboda FC wanajitahidi kabisa. Kila watu wanajituma. Haya, mechi inaendelea vizuri. Haya, ndio babako anasema niache kazi yangu namna hiyo. Hii ni kazi yangu kabisa. Kama kuna mtu ananifresha kwa timu ya Korino, ukiangalia kipa anajituma kwa uzuri kabisa. Kipa anasema mimi kazi ni yangu. Na pia kipa wa wana bodaboda anafanya kazi safi kabisa. Kwa sababu ameokoa bao lingine, ilikuwa ni yeye kati yeye na wachezaji watatu wa Korina FC kabisa. Lakini aliwaambia hapa mpate kitu kabisa. Kwa hiyo kipa wote wanafanya kazi kwa uzuri. Lakini kipa wana wa Korina FC watapata ushindi. Basi mimi mchezaji bora haya hata nikuja neno. Inakuja go. Hawaonani jameni, barabara kabisa. Hawaonani. Nilikuwa nasema mimi ndugu yangu, ikiwa Korina FC atapata ushindi siku hii ya leo, basi mchezaji bora mimi pango nitampatia goalkeeper wa Korina FC kwa sababu amefanya kazi nzuri kabisa. Nikiwa unasema utafungwa kireba. Barabara kabisa. Ikiwa ndio unaungana nasi, mabao ni 3-3. Acha tuseme yes, Wakorino wakishinda imefunga kiremba. Wakorino wakishinda na Kenya kiremba kwa kichwa, lakini wakishinda mimi stay. Kabisa. Haya, wanacheza kwa uzuri kabisa. Mechi inaendelea vizuri. Yes, mechi inaendelea ikiwa ndio unaungana nasi na mabao ni 3-3. Haya, wanakuja kwa uzuri. Wanakuja. Lakini inamzidi kwa nguvu na anachapa nje. Na hii mechi imesimamiwa na nani? Mechi imeaminiwa na Michael Ndege Karanja, mheshimiwa ama nani? Ama mwafaka ambaye anapigania ubunge. Mwenye akona mpira kwa sasa anaitwa Kadere. Anaitwa Kadere ya mpira, anaitwa Fane Kadere. Haya, anaona Moha anacheza kwa uzuri kabisa. Anamtafuta nani? Anamtafuta kijana barubaru. Lakini inachapa kwa inaenda nje kwa uzuri kabisa. Inaenda nje. Na kwanza mtu Suleimani, lakini Suleimani anasema hekima ninayo na hapa hawatapita, wacha achape nje. Lakini mechi inaendelea vizuri kabisa. Wakorino walikuwa wameomba na kuitisha Roho Mtakatifu kabisa. Wengi walikuwa wanatarajia na Korino FC atachapa mabao mengi sana. Wakorino siku hizi wamejajaruka. Haya. Haya, tunaendelea. Haya, inakuwa ni hatari. Hatari ziko zuri kabisa. Haya, kama ndio hiyo Kadere. Inakuwa mingi. Inakuwa ni kuisha kuwekeza lango. Haya. Ikiwa utakubaliana na mimi kwamba wachezaji wote wamechoka mahali hapa. Wachezaji wote ni kama wamechoka. Haya, ndio hiyo Wakorino. Korino. Lakini Musa goalkeeper wa Korino FC anaitwa Moses na anacheza mzuri kabisa. Na baadaye Musa aliwafikisha wana wa Israeli Kanani. Na bila shaka pia Musa siku leo anasema wa Korino FC nita make sure tumepata ushindi, kazi nitafanya yangu na nimefanya kazi yenu. Haya, naona wana bodaboda. Haya, mechi inaendelea vizuri. Haya, tukienda Korino FC inakuwa mwana goalkeeper wa mwana bodaboda anacheza kwa zuri na anachapa mpira juu, anacheza kama yeye. Haya, Petero ndio mwana bodaboda FC hatari. Kijana anakuwa ni mchoyo. Hawaonani kabisa. Haya, mwana bodaboda FC baada ya kwa mpira wanacheza kwa zuri kabisa na mechi wanacheza vizuri.
naona Wakorino FC unacheza mpira kwa uzuri kabisa. Haya, anakuja mwana boda boda, anakuja kabisa, lakini wanaambiwa kwetu hampiti. Na kuna kijana pale hivyo anacheza kwa uzuri kabisa, ndio hiyo, sijui anaitwa nani huyu ambaye ako hapa hivi, si Kadere huyu mwingine, huyo Mokorino anaitwa Petero anacheza mzuri kabisa. Haya, Petero Gombo ya Ngai. Inakuwa vipi? Mechi inaendelea vizuri. Inakuwa vipi? Ndio hiyo. Anasema tuzidi kucheza. Kama haya, ukikuja kwa Wakorino, huyu Petero, ni Petero Gombo ya Ngai. Petero Gombo ya Ngai. Hiyo ndio yule ambaye ndio Petero Gombo ya Ngai kabisa. Na naona anafanya kazi kwa uzuri kabisa. Haya. Kuna huyu Petero kwa kweli amefanya kazi yake, ukiangalia miangusho wao amefanya nini, lakini anajituma kwa uzuri sana. Na nikiangalia upande na boda boda FC, ndio hiyo, kuna Minanando pale anacheza kwa uzuri kabisa pia, anajaribu kujituma na bila shaka anafanya kazi yake, na mechi inaendelea vizuri. Mechi inaendelea, lakini wana wachezaji mabao ni matatu kwa matatu. Ikiwa unaungana nasi ukiwa mahali hapo nyumbani, basi mwana Mokorino FC ako na mabao matatu, wana boda boda wako na mabao matatu. Mechi inashika kasi kabisa mahali hapa, na tuko live ndani ya Watoro wa Mother Facebook pamoja na Lazarus Impression Media. Mpira inakuja, lakini anarusha mpira anataka kupanda kwa mgongo wa mwenzake. Haya, mpira inakuja inakuwa ni hatari. Haya, inakuwa ni hatari kwenye lango la Wakorino FC. Inakuwa ni hatari kwenye lango. Ametoa Petero anatoa. Petero anacheza kiyewe. Petero anacheza mechi nzuri kabisa. Anatoa mpira. Anacheza mechi nzuri kabisa. Mechi inaendelea vizuri. Yes. Haya, inakuja mwana Wakorino FC na mpira anamtafuta mchezaji. Mwana boda boda anamwambia mwenzake, unamwacha kabisa, unamwacha kwa nini? Anamtafuta, lakini wanacheza moja kwa moja. Zedekia na mpira. Zedekia wana boda boda FC wanachukua mpira. Haya, anatoa mechi nje. Zedekia sasa anataka kurusha mpira ndani. Haya, hao watu kusema kweli wanacheza mechi ambayo inafurahisha zaidi, mechi ya kukata shoka. Haya, naona mpira inakuja kwa Wakorino FC. Anaenda nacho mpira nyuma. Haya, inakuwa ni hatari kwenye lango. Inakuja. Anataka kujifunga mwenyewe. Inakuwa ni hatari. Mechi inaendelea kwa usawa. Mechi imekuwa mzuri sana. Mechi imekuwa vizuri. Ndugu yangu, hapa ni kama tuko kanisani. Ikiwa unakubaliana na mimi, ndio kuna kitu moja. Ikiwa Wakorino FC wangefunga bao, wangejilaumu wenyewe. Ndio. Kwa sababu unapata mchezaji wao, unapata mpira, anataka kuacha nyuma, yeye anaenda mbele. Haya, mechi inaendelea vizuri. Kipa anacheza mechi nzuri kabisa. Anasema mechi kweli ya Koyambo. Wakorino kweli, Yesu ni mchungaji. Anaendelea kuwachunga katika mechi. Yes, tunaendelea vizuri. Mwana boda boda bila shaka wanapanga kwa uzuri kabisa. Nilikwambia hii mechi, angalia Wakorino FC. Hii mechi ni kati ya Wanaisraeli, yes, na Wamisri kabisa. Sasa Wamisri ni wenye hawana vitambaa. Yes, Wakorino ni Waisraeli kabisa, na mechi inaendelea vizuri. Yes kabisa. Na bila kusahau tuko ndani hii mechi ikiwa ndani ya Watoro wa Mother Facebook pamoja na Lazarus Impression Media, pia tuko live. Na pia usije ukasahau wakati nilikuwa naongea nao, ilikuwa karibu na Wakorino FC apate bao. Haya, nilikuwa nakueleza hivi, mechi imedhaminiwa na Michael Ngove Karanja. Inakuwa ni hatari. Wanaacha wenyewe. Inakuwa ni hatari. Inakwenda nje. Mechi inaendelea vizuri kabisa. Usije ukasahau manager ambaye amepanga mechi, mwenyewe anaitwa managing director ni Watoro wa Mother mwenyewe. Watoro wa Mother wenyewe. Yes, ama vuka boda. Yes.
Vuka Boda. Kuna ile imesimamia ile kampuni ya Vuka Boda. Ile kampuni ya Vuka Boda ambayo ina directiwa na manager wa Toro wa Madha ambaye make sure siku ile mechi imefanyika mahali hapa. Kwa hivyo pongezi kwa wanavuka Boda wote, mafani wote wa Vuka Boda pamoja na managing director wa Toro wa Madha. Haya, mechi nani imesimama? Mechi imesimama. Mabao ni 3-3. Mabao ni wale ambao kwa hapa nyumbani na unaungana pamoja nasi kupitia Toro wa Madha na pamoja na Razras. Mabao ni 3-3. Naona kuna wanataka kufanya sabu mahali pale, hivyo sabu inataka kufanyika mahali pale. Na MC wana bodaboda wanataka kufanya sabu yao. Wanasema kijana pumzika, umefanya kazi nzuri. Usaidiwe. Naona wanafanya sabu yao mzuri kabisa. Wanafanya sabu. Mechi inaendelea vizuri hii. Nikiwa naungana nasi ukiwa hapo nyumbani, mechi ni kati ya Wakorino FC pamoja na wanabodaboda wewe ambao unatupata kupitia Toro wa Madha Facebook pamoja na Razras Impression Media. Mabao ni 3-3. Wanabodaboda ni mabao 3-3. Wanabodaboda ni mabao 3 kabisa. Wakorino wanasema haya mechi inacheza kabisa. Inakuwa ni go. Vizuri. Na mgeni kipia. Basi kuna jambo. Ukiona mechi kuna kucha. Unatoka FC mabao manne. Wanabodaboda 3. Unapambazuka uwanja wa Gomera Sports Center. Dakika hata mimi mwenyewe sijui, lakini dakika tu ni hiyo. Mwangitia Mansoko ambao unaona kwa ndani hapo wetu yuko mani hapa, wanazidi kuzaja. Haya, mwana bodaboda anakuja. Haya, mechi wanakuja wanabodaboda wanatafuta vizuri bao. Anashikana kabisa mwana Wakorino FC. Refari anasema hapana. Haya, anasema ni ikabu kuelekeza lango ya Wakorino FC. Basi kipa anasema jipangeni vijana wetu, jipangeni, hiyo ushindi ni wetu. Hiyo ndio wimbo ambao Wakorino, goalkeeper wa Wakorino FC anaimba akisema tujipange kwa sababu ushindi huu ni wetu. Ikiwa unaungana nasi basi bao ni 4-3. Basi Wakorino FC bao 4, mwana bodaboda hapa na mabao 3. Haya, mechi inakuja inatoka nje. Mechi inaendelea vizuri. Yes. Hata sisi hatujui dakika ni ngapi, tutasema tu wakati watamaliza. Haya, Mwangi wa soko ya mawe, chama Mwangi wa soko ya mawe na kuna uko ndani. Anasema pia nami nimekuja kushabikia vijana wetu nione mechi vile inaendelea. Mwangi chama tafadhali, tunahitaji mpira mahali hapa. Ukisimama MC lazima tunahitaji mpira mahali hapa. Si mpira ni mpira. Tunahitaji mahali hapa, si ndio? Akileta mpira moja, yes, kura hakuna. Haya, analeta mpira. Haya, tuweze kuona soka. Haya, mwana bodaboda Wakorino FC wanakuja. Wakorino FC inakuwa ni wakurushwa. Wanaambiana mbona wanichezea hivyo jameni? Anasema ganga mara mwanaume. Yes. Haya, mpira unakuwa wakurushwa. Inakuwa wakurushwa. Wakorino inakuja. Haya, inakuwa tatu. Hata kuna go. Toka nje. Alikuwa na mwanamando. Acha nikwambie Wakorino. Huyo mwanaume amechapa mpira kwa zile kabisa. Wakorino bila shaka wamekuja na maombi hapa. Kwa hii goli ya Wakorino, yes, kuna Roho Mtakatifu hapa. Kabisa. Kuna Roho Mtakatifu, kuna Elija na Musa hapa. Kabisa. Usije ukasahau mechi hii pia imesimamiwa na managing director ambaye anajulikana kama Toro wa Madha pamoja na kikundi ya Vuka Boda ambao wako ndani ya nyumba wamesponsor mechi hii, wakasema ta make sure mechi imechezwa. Na pia usije ukasahau pia Michael Ngege Haranja mafaka mwenyewe kabisa. Ngoja MC, ningeomba mafaka
sauti yetu inapotea, tunahitaji maji, na ukikataa tukutane tarehe 9 maji mara pale. So maji hapo mheshimiwa. Hapo pale mheshimiwa. Mheshimiwa Michael, tumeona maji, tunahitaji maji ya kukunywa. Kabisa mheshimiwa anasema mechi izidi kuenda na tuletewe maji kabisa. Anasema mechi iendelee. Anasema ni soda inakuja. Asante sana mheshimiwa. Haya mechi inakuja kabisa. Mokorino FC. Wakorino FC mechi iendelee vizuri. Wana bodaboda. Haya. Wakorino FC. MC mwenzangu, kuna jambo moja nimeona. Na ikiwa mwana Mokorino FC atashinda kama vile nilikuambia, watajidaumu wenyewe. Kwa sababu wanarudisha mpira nyuma sana. Unaona? Wanarudisha mpira nyuma, hawendi mbali. So wakipatikana inakuwa ni hivyo. Ni wao wenyewe. So wanaweza jidaumu wenyewe. Haya mpira inachezwa kwa vizuri kabisa. Mpira inaendelea. Inachezwa kabisa. Mechi inaendelea vizuri. Inakuwa ni hatari kwa lango la Mokorino FC. Hatari kwa lango. Inakuwa hawaonani. Wanakosa na wanakosa. Anasema tu ikianguka inachukuliwa tu. Anasema atachokanya White ambaye kwa kiwanja. Kwa hiyo mechi inazidi. Anasema hata ni mzuri nipunge hawa kidogo. Kwa hiyo sije kashangae. Yes, ndio watoto kwa kiwanja. Kwa kuna mtoto songesha watoto kwa kiwanja. Na kuna mashabiki wanasema bwana hao watoto wasome kabisa, watoke kabisa kwa kiwanja. Kuna shabiki wanasema ati Mokorino kitambaa kianguka ataanza kusikuribasaika. Hawezi. Haiwezekani. Haiwezekani. Haya, inakuwa ni kona. Inakuwa ni kona kuelekeza lango. Inakuwa lori. Inatoka. Bado haijatoka bado. Watoto ndio nje ambao unachapa mpira kama hujatoka. Ikiwa security hao watoto ndio huko hivyo. Hiyo sasa ya chairman wetu wa Toro wa Madha hao watoto ndio huko wote. Kwa sababu wanaweza gongwa na mambo hayatakuwa mazuri. Haya. Wanacheza kwa uzuri mechi. Anasema neta moja kwa moja ndani kabisa. Inachapwa kwa uzuri. Haya, inakuwa bwana bodaboda FC anakuja lakini anasema inachezwa aje, inakuja ni hatari, inakuja kwa hiyo wanajipanga na bodaboda lakini inakuja ndio bila shaka Maraika ametoa mpira. Maraika ametoa mpira. Ni kipa. Maraika ametoa mpira kwenye lango la Wakorino. Maraika ako area na tuko na Maraika Mikaeli kabisa. Hapana cheza na Wakorino. Ikiwa ndugu yangu nikidhani nitazidi kusema inakuwa ni hatari. Inakuwa ni hatari kwenye lango. Lango la Wakorino. Inatoka kabisa. Inatoka. Mechi na mko hapo. Anasema niko huko. Anamtafuta mchezaji. Anakwenda Petero na mpira. Petero katupa nje. Petero bodaboda anakimbishwa kama baiskeli ya kuibiwa. Mwana bodaboda anakimbishwa kama baiskeli ya kuibiwa na mwana Mokorino FC. Haya basi. Dakika ni ngapi? Dakika sijui lakini tumeendelea. Dakika ni madakika. Hata mimi pamoja sijui mtumishi lakini tunaona mtumishi wamejaa mahali hapa namna hiyo. Wanakuja wanasema wamekuja kuona mechi na kuona sana Apostle Pastor Moses. Nawaona nyinyi wote kabisa shabiki wa Korino FC kabisa wanazidi kujaja. Usije kusahau mechi imedhaminiwa na Vuka Boda ambaye wamepanga mechi nzuri sana na pamoja na managing director ambaye anajulikana kama Watoro wa Madha pamoja na mheshimiwa wetu Mafala Kongeke Karanja. Sponsor mechi hii. Mafaka yuko mahali hapa ambaye amesponsor mechi hii pamoja na director manager ambaye ni Watoro wa Madha yuko mahali hapa pamoja na Vuka Boda wako mahali hapa na wanajaja na tuko ndani. Yes, tuko na chairman wa soko ambaye ni Mr. Mwangi ambaye anasimama MCA. Anasema hii ni chakula changu na hakuna mtu yeyote ataondoa mahali hapa. Wewe ambao unaona
Wakorino wameanza kushikwa na roho, wote wanashikwa na roho, anaimba inaitwa Wakorino FC, mabao ni 5 wana bodaboda na mabao 3. Yes, usisahau ni mara ya kwanza, kuingia uwanja. Wana Wakorino FC ni mara ya kwanza kuingia kwa kiwanja, kwa hivyo wanacheza na Roho Mtakatifu. Mabao 5 kwa Wakorino FC, bao 3 kwa wana bodaboda. Bila shaka kama vile nilikueleza mimi siku ya leo wanaanza kushuka roho kwa kiwanja, wanaanza kucheza. Haya, hiyo tutaimba baada ya ushindi. Usijikosao Wakorino dakika 78 Wakorino FC wako mabao 5, wana bodaboda wako na mabao 3. Haya, endelea. Acha mlango inakuja. Haya, nje. Haika kwenye mwana bodaboda hajielewi jamani. Mwana bodaboda hajipangi. Acha nikwambie. Mechi kisha. Wachezaji wa vyombo wako mahali hapa. Kigosho inaanguka kuanguka kabisa. Wakorino wanawekelea hadi kigosho. Haya, usije kasahau mahali hapo tuko na mheshimiwa Michael Ndege Karanja Mafaki yuko ndani ya nyumba kabisa. Na pia tuko na MCA ambaye ni Mongi chairman wa soko. Na pia usije kasahau mechi ile imedhaminiwa na Vuka Boda pamoja na managing director ambaye ni Watoro wa Mama. Mechi inakuwa vizuri kabisa. Inakuwa ni hatari. Mechi hatari kwenye lango. Wanakuja. Hata amecheza vizuri kabisa. Haya, mechi inaendelea vizuri. Anamrudishia kipa. Wenyewe mnakanyanga waya. Haya, mechi inaendelea vizuri Wakorino. Tukiendelea. Haya, wana bodaboda FC wanatoa mpira nje. Mabao ni 5 kwa Wakorino FC. Na wana bodaboda wako na mabao 3. Yes, mechi sasa inaendelea vizuri kabisa. Nikwambia usicheze na Wakorino kabisa. Sisi tunatembeana na Roho Mtakatifu. Hatutakangi mchezo. Hata tukianza kigosho itafika mahali usikie wamesema na malaika wako wengi. Na mechi inaendelea vizuri. Tuko na kina Moses huku. Haya, MC mwenzangu. Haya, kwa jambo nilikuwa nakuambia kabisa kama kwamba iko ushindi utapatikana. Itakuwa ni pongezi kwa goalkeeper wa timu ya Wakorino FC kabisa. Kwa sababu kama nasema hivyo, amekuwa bao chumi nzima mahali hapa kabisa. Haya, na ikiwa anapiga mpira aje, anacheza kwa zuri, anatoa uchafu, mechi inaendelea kwa uzuri kabisa. Tuko na waheshimiwa wengi mahali hapa kabisa. Haya, tuko na waheshimiwa wengi hatari kwa wanaongeza. Haya, inakuja kumalizia. Inakuwa ni aje, anaambia tu uchafu kwa mechi inakuja, anasema hapana, anasema nini, anaambia tu yenyewe lakini haya, wanakuja bodaboda FC anakuja. Bodaboda FC anataka kumkata lakini amwambia hapa hautapita. Mwana haya, Wakorino FC wanakuwa na mpira. Wanakuwa kwa uzuri kabisa. Wanaenda. Anajichenga mwenyewe na Wakorino FC. Wanakuja tena. Watatu kwenye lango. Mechi wanajituma kwa siri kabisa. Mechi tamu sana. Wana bodaboda FC wanajituma kabisa. Wanajituma kwa ukweli. Wameridi kusema mwana bodaboda ikiwa atashinda siku ya leo, sikusema hata hajajituma. Kujituma amejituma kabisa. Lakini mwana Wakorino FC pia amejituma zaidi. Amejituma kabisa. Na wale ambao wako nyumbani wanatupata ndani ya media, ndani ya Watoro wa Mama na pamoja na Nazareth Impression Media. Wakorino FC wako na mabao 5 kabisa. Na bodaboda ako bao 3. Naona tuko na waheshimiwa wengi mahali hapa. Tuko na mheshimiwa wa kwanza MP wetu ndio hiyo ambaye anajulikana kama Meko. Inakuja hata kwa mlango. Go.
Inaonekana Malaika ameenda rodi kidogo. Ameenda rodi kidogo lakini atarudi. Wapo watajilaumu wenyewe. Watajilaumu wenyewe. Ikiwa unaona nasi basi Mwanamukuruni wa FC ako na mabao 5, Mwanabodaboda FC ako na mabao 4. Na ikiwa nilisema bado ikiwa Mwanamukuruni atashindwa atajilaumu mwenyewe kabisa. Mahali hapa tuko na mheshimiwa MCA Joseph Mutua Ndonda yuko mahali hapa. Chama ni soka pia mheshimiwa Mwengi yuko hapa ambaye ni MCA mtarajiwa pia yuko mahali hapa. Usije ukasahau Michael Ndege Karanja, mheshimiwa mbunge wetu mtarajiwa mheshimiwa Karanja yuko mahali hapa pia ambaye ni mdhamini wa mechi hii pamoja na mwana Vuka Boda pamoja na directing manager ambaye ni Watoro Mama, wote wako ndani ya nyumba kabisa. Naona kuna mtu anaitwa wapi? Kuna saba anaitwa Mikaeli anaitwa pale, lakini ashakarudi pia. Wanacheza mechi inaendelea vizuri, wanacheza kwa uzuri. Anacheza Mwanamukuruni FC anacheza. Haya, anacheza, anaambia Bangamana, anaambia amesema ameangushwa, lakini anaambia kijana Bangamana tuende kazi. Anakwenda. Haya, Mwanabodaboda amepata nguvu zaidi baada ya kupata bao 4. Haya, wanakwenda kwa zile kabisa. Wanabodaboda wanajitahidi, wanabodaboda wanakuja kwa zile. Haya, wanakuja kwa zile. Hatari kwa mlango. Inakuwa wanasema kabisa. Wanasema hata ma MC wanaweza cheza. Yes, mpira kwa mwingi unatoka nje. Ikiwa tupate kwa hapo nyumbani ndani ya Lazarus Impression Media na watu Wakorino FC wako mabao 5 kabisa. Bodaboda FC wako mabao 4 kabisa. Pia kama tupata kwa watu wa Mama Facebook, the same Wakorino FC mabao 5, hao wengine wana bodaboda mabao 4. Dakika 3 imebakia mechi kukamilika. Dakika 3 pekee yake imesalia. Dakika 3 kutamatika. Wacha tuone jinsi mambo yatakavyokuwa. Haya, mpira unaenda, inakuwa ni kona kuelekeza mambo na Wakorino FC. Naona dakika imebakia dakika 3. Dakika zimebakia 3 ya mechi. Dakika zimebakia 3. Usije kasahau mechi ishe. Yes, usije kasahau Mwanamukuruni FC kabisa yuko mabao 5 na Mwanabodaboda ako na mabao 4. 5-4. Haya, kona inakuja kwa zile kabisa hiyo. Kona inakuja na ndio imechapa kwa zile kabisa. Inakwenda kutoka nje. Dakika ni 2 peke yake. Dakika sasa ndio atatuongezea dakika ngapi za nyongeza? Yes, dakika ni 2 peke yake zimesalia. Dakika ni 2 mechi kwa kukamilika. Usije ukasema Mwanamukuruni FC kabisa mabao 5, Mwanabodaboda ako na mabao 4 peke yake. Haya, chini endelea vizuri. Inakuwa ni kona nyingine. Inakuja kwenye lango la hali, inakuja bodaboda inaenda. Inakwenda kutoka nje. Inakuwa mnada kutoka nje. Na tukimaliza mechi, yes, kuna kegosho. Tutakuwa na wasanii mahali hapa kabisa. Watakuwa na perform, tuko na waheshimiwa. Dakika ninasema dakika 1:40 peke yake. Dakika 1 na sekunde 40 peke yake zimesalia dakika kukamilika. Inakuja. Inachapwa na matu kabisa wao. Inakuja kabisa. Wakorino sasa wameamua. Ikiwa unaungana nasi basi hapo nyumbani kabisa, basi mechi ni kati ya Wakorino FC ambao naona kuna mtu ameumia. Ndio, kuna mtu ameumia nyuma yako hapo. Kuna mtu ameumia. Mechi inakuja kabisa. Kuna mchezaji ameumia ndani ya uwanja. Basi mechi inasimamia. Naona sekunde ndio zimehesabika mechi kukamilika. Sekunde 30 peke yake. Lakini kuna mchezaji ameumia. Ngoja kwanza usiniweke mtu. Ngoja kwanza DJ tulia kwanza. Kuna sekunde. Kuna masekunde zimezalia na mechi imesimamishwa kwa sababu ya mchezaji ambaye amepata kuumia.
Haya, tukiendelea kuna mheshimiwa wetu MP wetu Michael Mbele Karanja, tuko naye ndani ya nyumba mahali hapa. Haya, mechi inaendelea, inakuja, inakuwa ni nini? Inakuwa ni kona ikipigwa, sekunde 6 zimesalia mechi kukamilika. Refari wetu sekunde 6 zimesalia, imekuja na hapo inakuja kabisa, inaenda kabisa na mechi. Referee anasema nini? Anasema ni kuisha, masekunde zimeisha, dakika imeisha, lakini inakwenda kuisha kuelekezwa nando ya mwana bodaboda kabisa. Sekunde naona zimeisha na referee sekunde zinayoyoma mechi na kukamilika. Mpenzi mtazamaji, kwa tatizo mechi imekamilika. Referee simama kama bodaboda kama hivi. Uko viti? Kila mtu sema kila mtu sema chichi. Haya, kwa sababu mechi imekamilika na Wakulima FC wamekuwa washindi bao 5 kwa 4, ningependa nimkaribishe mheshimiwa. Ningependa watu washuke sasa kwa kiwanja, na wale ambao wako mbali tukaribie mahali hapa ili tumkaribishe mheshimiwa wetu, mbunge wetu Michael Mbele Karanja ambaye tuko naye mahali hapa. Naomba watu waweze kukaribia ndio nimkaribishe mheshimiwa. Tukaribieni sisi wote, tukaribieni. Hizo nipe ngoma ndio watu karibie tumkaribishe mheshimiwa. Tukuje wote karibie. Kuje watu karibie. Kabisa. Unakanyanga waya. Usikanyanga waya. Haya. Check mic. Watu wa Githurai. Mheshimiwa. Akorino FC. Wapi shangwe mheshimiwa. Karibu sana mheshimiwa. Haya, Bwana asifiwe. Watu wa Githurai. Hebu tufanyane hivi. Bwana asifiwe. Basi. Leo mimi nataka kutoa shukrani kubwa kwa sababu ya Wakorino kukubali tuungane pamoja, tukuje kwa hii ground na tusifu Mwenyezi Mungu. Tuwapigie makofi. Vile nataka kushukuru watu ya bodaboda. Wamejaribu sana. Unajua asiyeshindwa asimshida. Lakini nawashukuru kwa sababu ya kukubali kucheza na Wakorino, na nitawaahidi nitalete tena watu ya bodaboda mcheze nao tena. Mutawashida bado? Aya, nitokaenda kuona muthenya ucio kana mukamba hota. Atiguo. Eni akiriguo. Umuthi ni muthenya munene muno wandu wa Githurai. Ni tondu nitugukona kigoco haha. Kigoco gio tukumugima tukurara tukiina haha tugoca Mwathani.
Negetha aririkane andu a Githura na negetha akiririkane andu a Githura aririkane Michael Ngugi wa Karanja Mabaka negetha na niĩ mũgakinengera kura ciothe mũthenya wa nomination na August 9. Kwa hivyo mimi nataka kuwashukuru sana, nataka kuchukua nafasi hii demo karibishe igongona rĩrĩ rĩa kũina andu mainire Jehova tũrũgarũgĩre Jehova katiguo na tondũ moya kũrino nĩ mainaga biũ ũmũthĩ niona niĩ kũruta nginya iratũ kuga ngũinĩra Jehova cienda kũgwata cia Daudi cigwe kana tiguo Mwathani amũrathime mũno na twĩna ma MCA haha nĩkũmahe nafasi ũmwe arĩa othe mararũgama ndio waweza pia kuwasalimia ukawaithira akawaithira Watu wa Githurai hamjambo? Mko salama? Mimi nimeshukuru na pia nawapenda sana. Kwa wale pengine hawanijui, naitwa Dionysius Mwangi Waithira ama ukipenda Mwangi Chairman kutoka pale Githurai soko ya mawe, si ndio? Si mmejua ile tulipokuwa tukifanya ground? Sisi hatakai kukimbia kupea watu siasa kwanza, tunataka tutafanyia watu kazi, alafu sasa ndio tunakuja kuomba kura, si ndio? Leo ilikuwa siku mzuri yangu, leo ndio nilikuwa naombewa. Mtu anaombewa kwa boma yake, si ndio kweli? Leo nilikuwa na maombi pale soko ya mawe. Mheshimiwa Mabaka akakuja. Hata yeye amekuwa kijana mdogo akiwa soko ya mawe. Tukaombewa pamoja, tukapewa baraka ya kukuja kwenu ili tuombe kura zenu. Sasa kuanzia next week mtatuona kwa ground tumekuja kuomba kura zenu, tukiwaambia ni nini tumefanya na ni nini tutafanya, si ndio kweli? Hii kuomba kura sio kuomba kura tu, lazima mtu akwambie amekuwa akifanya nini, ndio kweli? Unajua kuna watu wakichaguliwa uchaguzi kisha wanapotea. Mimi hata wakati uchaguzi uliisha 2017 nilifungua ofisi ya community ili niweze kusaidia nyinyi watu wa Githurai. Kwa hivyo najua tutakuja kwenu, tutaomba kura, mtatupea na tutaomba kwa amani, na tunasema round hii ni round ya kuchagua viongozi, si wakati wa kuchagua chama, si wakati wa kuchagua mtu kwa sababu wako na nani. Huu ni wakati wa Githurai na Roysambu kuchagua viongozi wenye wanaweza kuwafanyia kazi, si ndio kweli? Sitaongea sana kwa sababu nimepewa microphone na mheshimiwa, nitamrudishia ili tupewe wenzangu nafasi pia waongee, kila mtu auze sera zake ili tukikuja kwenyu ufanye uamuzi kulingana na ile mtu amewaambia, si ndio kweli? Asanteni sana na wapenda, na round hii tunasema 2022 nekao Waithira nekao. Mtoto wa Waithira acha wanyoroshe Githurai ili tuendelee mbele. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, tumpigie makofi. Tumchapie makofi. Haya, tukalipishe John To ambaye pia ni mgombea wa kiti cha MCA Githurai. Tumpigie makofi. Habari ya leo. Honorable Mafaka, nasema asante sana kwa kuleta hii competition kwa tournament. Tumeshukuru sana. Sisi kama watu wa Nduthi tumeshukuru tena sana. Karibu, na mimi naona so far so good, mimi kitu nikani yako, si ndio? Fellow aspirants, akina Mwangi wa Soko na wengine wenye yuko hapa hivi. Nataka kusema 2022 imefika, si ndio? Tulikuwa tunauliza ni lini itafika, si ndio? Kitu ya muhimu ni tufanye campaign yenye iko very peaceful. Ndio kitu ya mwanzo. Kitu ya maana kwanza, campaign ambayo iko peaceful. Mambo na kutoa mabanners na posters zingine tuache, kweli? Alafu kitu kingine, tuuze sera. Na tafadhali tukiuza sera, tuuze sera za ukweli. Tusidanganye wananchi, kwa sababu after 5 years tutakuwa hapa hivi na tutakuwa judge na kenye tumekuwa tukifanya, kweli? Kitu ya tatu, mnanijua mimi ni John wa smoky na mayai, si ndio? Nauzanga smoky na mayai pale chini, si ndio? Nani anijua hapa? Nani anijua hapa? Si ndio? Kwa ID naitwa John Batia Kimani, okay? Wengi wanasema tio tulia. Wengi wanasema tio ati hatujazunguka vizuri. Nataka kuambia race ijaanza. Ile yenye tulifanya juzi ilikuwa tukionje, ilikuwa kutoa vumbi. Ndio tunataka kuanza campaign vizuri. Hapo hivyo mbele najua kutakuwa fiti. Tukiwa tumeshikana na kina Mafaka na viongozi wengine, tunataka kuleta maendeleo hapa Githurai, na mimi najua kesho yetu tutakuwa fiti, si ndio? Tushike vijana. Vijana sisi ndio tunajua mambo na technology, mambo na sports, mahali itatufikisha.
Kazi si gabe, kazi si nduthi, siku hizi kila mtu kwa nduthi. So naomba tu mtushikilie kama vijana wenzenu na hii Githurai tutaichange. Mbele iko sawa na Jonte, si ndio? Wazi wazi. Haya, tupigie Jonte makofi. Haya, tuko na MCA mwingine ambaye pia anagombea hiyo kiti ya MCA ambaye ni Dennis Kaido. Ako wapi? Dennis. Haya, tumkaribishe na kwa makofi. Haya, tumpigie makofi. Karibu. Wazi. Githurai oye! Vijana oye! Wale ambao tunajuana, mimi naitwa Kaido, na wale hatujuani bado mimi naitwa Kaido kweli. Na mimi ni kijana wa hapa mtaani, na mimi nagombea kiti cha MCA hapa because mimi nakuja kuwabadilishia Githurai. Mimi sitaki kuongea mengi, lakini nataka kwanza kushukuru mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Mafaka, kwa sababu amekuwa akijitolea sana, especially mambo yetu ya sports hapa kama vijana. You have been very supportive mheshimiwa, tunashukuru sana. Mimi nataka kuambia kitu moja. Hii kiti ya MCA round hii tutabadilisha structure na vile tutachaguana. Si ni kweli? Nataka tusaidiana na kitu moja. One, tukichaguana round hii tunachagua kiongozi, hatuchaguani kwa huruma, hatuchaguani kwa kusikia sifa, tunachaguana kwa mtu ambaye msimamo wake umekuwa ukionekana kwa wananchi. Na mimi ninawaomba sana wenzangu hapa Githurai, ninaomba support yenu sana, especially hapa kama ni mambo ya sports. Mimi naielewa kutoka 0 to 100, na mimi ninataka kushirikiana na nyinyi kwa pamoja, na wale vijana ambao tumekuwa tukifanya kazi na nyinyi. I want to be very supportive to you. Tuko na miradi mingi sana, na ile miradi mimi nataka kubadilisha. Si lazima kijana abebe na pikipiki, na si lazima ati ukue wewe ni garbage collector ndio ukubalike ati unafanya kazi ya serikali. There are so many structures ambazo sisi tunataka kuestablish hapa Githurai. Na mimi nataka kuambia kitu moja, wale ambao tunajuana na wale ambao hatujuani, ya kwamba raundi hii tunapatia kiongozi na tunapatia mtu ambaye tunamuelewa amekuwa akifanya nini the last 5 years ama the last 10 years, amekuwa mtu gani. That is the defining factor ya ule mtu ambaye tunachagua wakati ya nomination na wakati ya tarehe 9 Agosti mwaka huu. Kweli ama si kweli? Si mtanishikilia hata mimi? Najua mkinipatia kura yenu na mnipatia hapa mheshimiwa, mimi najua si mambo yote ya Githurai itakuwa sawa, ama sio? Ni kweli ama si kweli? Tuko na MP ama hatuna MP hapa? Tuko na MP ama hatuna MP? Ubazenga ametosha ama hajatosha? Sio yako sawa? Sasa mkimpatia MCA Kaido amchapishie kazi hapa Githurai, sasa itakuwa shwari. Asanteni sana, nashukuru sana. Haya, tumpigie Kaido makofi. Haya, tuko na Doreen Wajogo, na yeye pia anasimama hapa, anauliza kiti ya MCA. Tumkaribishe kwa makofi. Vijana hoye! Vijana hoye! Mkoaje? Kwa majina naitwa Doreen Wanjogo, na wania kiti ya MCA hapa Githurai. This time round nasema lazima tuwakilisha till the end. Sawa? Na hii kazi, hii jani siwezi peke yangu. So na waita nyote Githurai nzima to collaborate, like tuwalk hii jani tukiwa sote, si ndio? Si ndio? Alafu tusisahau hapa kwa MP ni nani? Ati MP ni nani? Mapaka mpaka mwi. Sawa, asanteni, shukrani. Tumpigie makofi. Mimi nataka kuna mwingine, kuna mwingine. Hebu tumpigie Mutua makofi. Mutua ni rafiki yako ya zamani. Wana Githurai hoye! Wana Githurai hoye! Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Joseph Mutua Donga, na mimi ni mmoja wenu ambao tumekuwa na nyinyi kwa miaka mingi. Mnajua kwamba 2007 nilikuwa na waomba kura hapa Githurai,
Na mnajua 2007 wakati nilikuwa na waomba kura ya MCA, ile kazi ambayo tulifanya kazi kubwa hapa, mpaka wakati hii kulikuwa na shida ya hii kiwanja ambayo imekuwa na kiwanja ya miaka mingi. Mimi nilisimama na vijana wa hapa na tukajaribu tukapigana mahali tuliweza kufikisha hiyo vita. Mimi hata kwa magazeti, kwa sababu mimi ni mwandishi wa habari, mimi huwa naandika magazeti, wale wanasoma magazeti mtu wa donga. Mwingine ndio huyu mwandishi wa habari katika nchi ya Kenya, na niliandika kuhusu hii uwanja na nikasema ile mambo ilikuwa inafanyika. Nataka kuhakikishia vijana wa Githurai kwamba kama mtanipatia diwani wenu, nitashikana na nyinyi, tutasaidiana shida zenyu na tuone kwamba tumezitatua. Nataka kusema hivi, nimesikia mheshimiwa akisema atapanga mpira mwingine. Hiyo mpira mwingine hata mimi nitakuwa sponsor, nitasaidia, tushikane na mheshimiwa. Kwa hivyo mimi nikuomba tu kwamba mshike kijana wa mzee wa kazi, tufanye kazi pamoja na tutafaulu. Asanteni na Mungu awabariki. Tumpigie makofi. Kuna MCA mwingine hapa ambaye anaitwa Pato. Wacha tumkaribishe. Tumkaribishe kwa makofi Pato. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Patrick na nikahubiri. And mimi ni chairman wa bodaboda za Githurai, za Zima, za Roysambu, za Maroroi, Kahawa West, Kahawa Ward, Roysambu constituency chairman. Na mimi ni mchungaji. Mimi ni pastor pale Zimmerman na kanisa la God's Favor. Leo tulikuwa na maombi hapa kwa soko ya mawe. Tulikuwa tunaombea mheshimiwa kwa sababu alikuwa anafanya kazi hapo. Before Mungu amtoe hapo, amweke mahali yako. Tulikuwa tunaombea MCA Mwangi, amekuwa chairman hapo. Na wakati nimepeana neno hapo, nataka niwaonyeshe watu wenye mnachagua. Masai tulia. Masai tulia. Na ukiona Masedene umsalimie, huyo ni brother yangu. Nataka kusema the time I have given the word of God pale kwa soko ya mawe. Huyu mheshimiwa mnaona hapa anaitwa Mafaka. The man who has sponsored this event. Amesimama hapo akasema, wewe pastor, saa hii nimekupea uwanja ya kujenga kanisa. Bwana asifiwe sana. Hivyo ni kumaanisha from Monday tunaenda kujitayarisha kujenga kanisa, hatutakuboa tena. Kwa hivyo nataka kusimama hapa as the Roysambu constituency chairman for bodabodas. Na wenye walikuwa wanacheza hapa ni vijana wangu. Niwaombe kura ya Mafaka. Mafaka is the Mafaka best. Si ndio? Na niwaambie, mnaona huyu yuko hapa. Kuna wakati mwingine nilihubiri tu hapa soko. Mwangi alikuwa hapo. Na Mwangidi aliniita. Vyenye nilihubiri vizuri. Kaje ni ule mtu kwa murumuna wako walia. Vyenye nilihubiri vizuri. Kuna mtu alisimama hapo akasema, Pato umehubiri vizuri. Date 11 February peleka Israel. Mpaka wa leo nagojea na 11 ilipita. Alinidanganya ama hakunidanganya? Alafu anadanganya mchungaji. Ajiambia ataenda vizuri. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Sasa nataka mtu wa vitendo wa kusema na Monday tunaenda kuona uwanja wa kanisa. Watu wa Githurai kura ni za Mafaka. Mutapea Mafaka. Mutapea Mwangi wa soko ya mawe. Mtu wa kupeleka watoto shule. Mtu wa birth certificate. Mtu wa kununulia watoto uniform. Hebu nione kura za viongozi wawili hapo. Mungu awabariki na watendee mema. Haya,
mimi nataka coach wa watu ya boda boda na coach na captain. Yes, captain wa boda boda na captain wa Wakorino. Ndio niwape kidogo ya maji. Katigwa ndo ito. Nigana magondo keke. Momero. Nimoke. Captain wa Wakorino. Haya, Captain wa Wakorino. Na usisahau wetu. Haya, hena ndo watatu haki. Wena refari. Haya, amotangathi. Agitatigwa. Wakorino. Wakorino. Thank you. Mheshimiwa. Lakini kwa nataka kuomba kitu moja. Wachungaji wako mahala hapa. Wachungaji wote ambao wako mahala hapa na waje wapate nafasi hii wasalimiane kisha na maombi na tukombo, si ndio? Kaka ni Karora. We ndiroria atungatĩri arĩa othe twĩ nao haha ũkaiya ndungata cia Ngai. Ndungata cia Ngai iria ciĩ haha ndino takĩrĩ na ũguo. O tũgĩthiaga na mbere na kwĩharĩria, no nyende kwamba kũgweta kĩndũ kĩmwe. Mheshimiwa nyambe njokie ngatho mũno tondũ wakinya harĩa hakuneana kanyamu. Nĩtiguo? Ngai akũrathime mũno na gwĩka maũndũ mega. Na pia niongezee na haya maono yetu. Unajua next week tuko pale Huruma. Tuko pale Huruma. So hii Wakorino FC vile umeanzana na wao bado sukumane na sisi hata kama hatutakuwa mahala hapa, ama sio? Lakini tiguo. Lakini tutigathi kule Huruma. Nigetha tugocithie Ngai. Tena nikwambie kitu kingine. Mpira yetu ya Wakorino kuna kitu tunaitwa sports evangelism. Ndio maana naita wachungaji kama wako karibu na mimi. Motiri ya hujia. Atire moja orati moja. No wega. Ndikiwe wega. Danieli Mojuda no gũke haha. Tone kwendaga tũgĩe na mahoya. Na githĩ toguo wega? Na githĩ ti wega tũhoe? Na githĩ ti si ni vizuri tuombe? Na ndio tutamasitisha vizuri. Na pia tuombee mheshimiwa, si ndio? Na pia aspirant wetu. Na pia wachezaji wetu pia waombewe. Na hii mission yetu pia iombewe. Ningetaka pia nipeane hii nafasi tusalimiane haraka alafu tuchukue kitu kutoka kwa mheshimiwa ndio wachezaji wetu wapate nafasi ya kuchukua maji. Karibu sana Bishop. Bwana siwe sana. Haleluya. Pande hii Bwana siwe sana. Semeni amen. Kusema amen ni kusema Bwana siwe sana. Kuga amen kwa tuweke guo. Bwana ni roso. Ngai amurathime. Na mweke maundu mega. Mubarikiwe sana. Mimi naitwa Bishop Solomon hapa, mimi nahubiri pale kanisa linajengwa every Sunday, lakini najua Mungu atatenda kwa sababu yeye alikuwa nalala kwa manyasi. Siku moja Mungu alimkumbuka. Amen. Kama vile alikumbuka Musa. Amen. Mimi najua kwamba Mungu atanikumbuka pale. Miaka 22 good years. 2000 kutoka na sasa niko pale tu. Na mimi najua kwamba Mungu atatenda. Amen. Halo, kwa Mungu ambariki sana. Na tarehe 10 mwezi wa 4 niko na ordination pale. Niko na ordination. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo ungemwona hapo, hata mimi ni mwenye kusimama kama MP. Amen. Lakini mimi nasimama upande ya bishop ya kusimamia wale na kuombea wale wanasimama. Ni kweli?
wakikosa watu wa kuwaombea hawataendelea mbele. Amen. Kweli lazima tujitenge. Ni kweli. Mungu ambariki sana. Amen. Mwathani agocwo andũ agĩthũrai. Bwana Yesu apewe sifa. Ngeithia itu ũguo tu nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe. Amarĩtwa makwa kwa majina yangu naitwa Pastor Gerald Manyagi, na zaidi ya yote nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nashukuru kwa sababu ya ile kazi njema Mungu anatenda, na watoro wa madha, Mungu akubariki sana, maana sio jambo rahisi kukusanya watu kama hawa. Bwana Yesu apewe sifa. Ile jambo ambalo ningetaka kuwaomba wakati, kwa sababu tunaingia wakati wa uchaguzi, tuchague viongozi wenye ambao wanamcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninafurahia sana kwa sababu nimeona it is a God fearing man, na tukaweze kumpea kura zetu. Mutuira muranagia mutongoria koimako waguturere maendeleo rwesabu, na riu nituonete mutongoria njamba igua iringuge muigi turenda andu othe maroiga Karaja niwe turenda. Barikiwe sana. Asante sana ndugu yangu. Huyo nanowe turesara witu na niwe bishop witu haha uguo, onako twina mundu twathura haha nigetha tuhoere. Karibu sana. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Njoera guoko guo hau ũrĩ. Thengiũ mũno. Marĩtwa makwa njĩtagwo Joshua, niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ tondũ wa kũhonokia. Na nĩngenereire ũhoro ũyũ tondũ nĩkũronagwo akũrinũ ta mariganĩire mũno, no nĩkuonekania njĩra ya kwambia kũririkanwo, na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno mũheshimiwa, na Ngai arokũrathima. Nĩtũgũthiĩ na mbere gũkũnyitĩrĩra nginya kĩoneki kĩhinge. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thengiũ. Amwe nĩ marehoya marekũgeithania tondũ wa mahinda, no ndingĩenda kwendikĩriganĩrwo nĩ mũrata wakwa mũhũri wa biacara ũgwĩtwo Alex. Thank you Alex. Tumutaga Alex wale hobo tumoneire wĩra wega. Asante. Karibu sana. Na haya huyu anasikia Kiswahili na Kizungu huyu Kiswahili na Kizungu. Sawa, habari zenu? Watu wa Githurai, habari zenu? Vijana mupo? Leo mmenifurahisha sana jameni. Wacheza mpira, siku wanajua wakulino wanajua kucheza hivyo jameni. Tuwapigie makofi jameni. Hata wana bodaboda wapigie yao. Vijana wetu wakishikiliwa hivyo jameni, tutasonga mbele sana. Kwa majina yangu naitwa Alex Rehoboth, na mimi ndio nasikiaga Jambo TV nasemaga Rehoboth tumefika. Dekoda, birika, mauva na madhimu. Sawa. Nauza electronics na bei nafuu. Watoro wa Manga ni my friend sana, na ningependa mheshimiwa huyu kijana hako na maono, ningependa mshikane na yeye, manaka ni mtu amepewa kibali na watu wanamsikia, na mtasonga mbele jamani. Tupigie Watoro wa Manga makofi jamani. Na Watoro ningependa hii kitu usinyamazia hapa, wacha iende foroliwa, si ndio? Tuhubiri amani na maendeleo. Siapa ni mzuri. Kwa hivyo na mimi nisema hivi, bila kutetea huyu mheshimiwa, mkiona mtu kama huyu anaweza dhamini vijana waungane pamoja, wacheze mpira na pia wanunulie maji, si anastahili jamani kura zenu. Na mimi nikimwangalia naona ni mtu ako na maono na ataweza kulinda area hii. Sitaongea mengi, nikiomba kwa heshima Watoro nikubalishe niita marafiki wangu wawili tumalize. Kwa heshima yako ningependa tafadhali, ni majirani wetu mheshimiwa. Huyu mmoja hapa anaitwa Gatifa Dongo, anasimama Mweki Ward, na najua hapa pia hawezi kosa wawili watatu wa Mweki, na kuna rafiki yangu pia anaitwa Clement Irongo, anasimama Kio. Karibu sana Irongo, tafadhali tupige Irongo makofi. Okay, asante sana wenye watu wameorganize hii maneno. Okay, mheshimiwa wetu, hata kama siko huku, tuko na wewe na nitakutafutia watu. So, habari zenyu? Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Clement Wangondu Irongo. Mimi ndio natafuta kiti ya MCA.
na natafuta pande ya Githurai Keyword, na naomba mshikilie vijana. Kama uko huko na kuomba kura, kama kijana nipe kura yako, tufanye kazi tukilipeleka vijana mbele. Asanteni sana na Mwafrika. Mheshimiwa ubarikiwe, Mafaka ubarikiwe sana. God is good. God is good. Mimi naitwa Katiba Ndongo. Jamaa wara, sema rada. So nikisema rada mnasema nani? Rada. Rada. So mimi naitwa Katiba Ndongo. Mimi ni jamaa wa stage, nakuwa pale stage. Lakini sana sana ukija Thika Road asubuhi utanipata pale Muthaiga na Masimu pale. Tuko pamoja. Mimi naomba kura za Githurai Mwiki. Na mheshimiwa, kuna hii stage ya Githurai ambayo imejaa maconductors ambao wanaishi hii area. Karibu stage. Kuongea na maconductor na madereva. God is good. Rada. Sema Mafaka bana. Rada. Rada. Thank you. Naomba nimalizie na niseme hivi kidogo, tukae na amani na msimame na hawa watu ambao wameonyeshana upendo kwenu, si ndio? Mimi Watoro sitaki kuongea mengi. Watoro wako wapi? Watoro, hiki nitafanya kwa sababu nadhamini ile kazi unafanya, na huwa nakupigia simu na kuambia endelea brother, you are doing a good. Mimi nitawanulia mpira mzuri ya gozi. Sababu ni mzuri jamani. Kwa hivyo Watoro, nakuomba kwa heshima kuja kwa ofisi yangu. Hakuna kitu nasimama. Mimi naomba tafadhali mkiwa town nitembeleeni pale na Digara Street, pale kwa mabasi ya Githurai ya 45 inaitwa Zamzam na Rukagina. Niko hapa juu ya nyumba iko na Mozart na uzaga ma TV na masimu, na watu wa Githurai ninataka watu 200 niwakopeshe simu mlipage pole pole. Sababu ni mzuri jamani. Kwa hivyo hiyo ni mzuri. Kwa hivyo naomba bila kuna kitu nasimama. Nitaangalia mpira na Mungu awabariki. Na wacha nifikishe hapo. Haya, asanteni. Usitupate kigosho kidogo, si ndio? Tuimbe na mheshimiwa. Si ndio? Haya, ndio kigosho. Haya, alafu tutekeleke hanini? Ale ndo mekuma the ha moke mwana. Uka. Huko kana kanisa wetu kaya ogwa kulino tuina na mheshimiwa murugame ogwa tuina ndetuko no tuina tuthiro kwa akirizo tu hata ndetuko wachezaji si ndio ni kwali oro wendo nyanda tone zezo tare morugori ne
Si ndio? Si mambo iko sawa? Haya, sasa ako wapi kapteni yule wetu? Haya, tuchukue kuja hapa haraka haraka. Mheshimiwa, pata nafasi yako tena hapa. Mchungaji karibia. Haya, yule kapteni mwingine, wachezaji wako wapi? Ndio tunenewe, tuombewe, si ndio? Na hata hii mission iombewe. Yeni. Na tujiandae vizuri. Na mshikilie hii mpira vizuri, si ndio? Si huruma mtakuja. Haya, karibu sana. Mahe na doisia ciatha kinogia cianiriro nigetha tutigathie tukirwa. Team booster, kuja hapa team booster. Team booster. Hapa team booster. Team booster, kuja hapa. Jonte wewe ni mheshimiwa, huwezi kuwa ukisukumwa. Tafadhali. Jonte ni kiongozi. Wachezaji wa booster, kama umecheza game, soma hapa tafadhali. Kama umecheza game, soma hapa. Jonte, kama umecheza game, soma hapa. Kabisa. Mimi nataka kusema nataka kushukuru hii timu kwa sababu ya kucheza mzuri. Si wamecheza mzuri? Na kwa hii faction hakuna mshindi na mshindo. Wote ni washindi. Kwa hivyo hii timu na wakabidhi 5,000. Haya, hiyo timu ingine. Haya, na timu ya Kolino pia tuwapigie makofi. Pia tuwakabidhi 5,000. Unaona wametashana kwa sababu hakuna mshindi na mshindwa. Na ni lazima tucheze na mlio. Sawa sawa? Hii ni maombi, ni siku ya maombi. Si kweli? Si siku ya kushindana, ni siku ya kuleta watu pamoja, tuimbie Mwenyezi Mungu na tuombe pamoja. Si ndio? Tuko pamoja. Refaria kwa wapi? Haya, basi pigia hizo timu zote bini makofi. Tuwapigie makofi. Si wako randa? Wako sawa? Hata mimi ni siku ya kwanza kuona Kolino magethaka mupira. Ndiye ndona ringi. Ona ndirariga gwatiriri. Kana nimekuhota. Kumbe ni onoma. Ni wanoma eh? Tuko pamoja. Thank you. Sasa msiende, kwanza tuombewe. Msiende na timu itiende. Karibu sana mtumishi, tuombe ndio turudi kwa kisofu kwa ki. Asante sana vijana. Tutulie kwanza sasa, ako hapa mheshimiwa ako hapa hajaenda, na hivyo basi tunamshukuru Mungu kwanza. Asante sana vijana. Tutulie sasa, tunataka kuomba. Bwana apoe sifa. Haleluya! Ni nafasi nyingine nzuri zaidi ya
tunamheshimu Mungu kwa sababu ametufanyia hiyo siku iwe siku njema na siku ya kufana sana, siku ya kuleta urafiki pamoja. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa yale ambayo ametenda, kwa sababu ametenda mambo makuu, mambo ya kuleta Wakorino pamoja na watu pamoja. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana. Washa niombe kwa sababu hiyo ndio wakati wangu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako Mungu. Asante Jehova kwa ubari umetutoa ufalme, na mahali tumefika tumeuona mkono wako ulio na nguvu na uwezo. Asante mfalme kwa sababu ya yale umeyatenda. Tumekuwa na Meshimari